kutetea haki tu pale kwa ujumla, ulinzi wa haki, kwamba kila tutengenezaji haki kibao pale zikiwemo hizi. Lakini pia ukija hiyo Penal Act yenyewe ya Zanzibar, pia kuwepo zile provision tu, kuwekwa tu yale makosa, maana yake pale sheria inatuprotect, inatulinda pale. Kuwekwa zile provision na ukaambiwa kumchukua mtoto huyu bila ridhaa au kumchukua mtu bila ridhaa yake au kufanya kitendo hichi, maana yake ni kosa. Hapo ujue sheria inatulinda. In general imeenda moja kwa moja kwamba kuwekwa kwa provision hizi ikaweka adhabu, ikaweka makosa na adhabu, maana yake hiyo sheria ujue inatulinda. Sasa vipi itakulinda? Ni wewe mwenyewe kuifuata ile sheria, kuifuata au kutokuifuata. Na utapoivunja ile sheria, maana yake itakuchukulia hatua. Ndio watu wasema unachukuliwa hatua kwa mujibu wa sheria, maana yake sheria pale ipo na ina protect. Kwa hiyo ni penal. Lakini ukija kwenye sheria ya ushahidi pia, sheria ya ushahidi ndio imezidi kutulinda, kwa sababu ukisoma kwenye procedure za ushahidi wa gender based violence case, ushahidi wa udhalilishaji haudemand corroboration. Ukisoma ile sheria yasema kwamba kesi yoyote ya gender based violence ushahidi wake haudemand corroboration. Ukihitajika tu kwamba huu una mashiko na unamtia mtu hatiani, basi haudemand corroboration. Kwa hiyo sheria mithili ukiangalia ilivyotupa prevention pale kubwa na kutulinda au privilege kwa kesi hizi. Kwa sheria nyingi. Lakini ukija kwenye sheria Cyber Crime Act ambayo ni mpya sasa, na juzi ilikuwa inatolewa elimu sana jeshi la polisi kwamba vipi natulinda sasa. Imekataza mambo mengi, kuwapiga picha watoto, kuwarusha kwenye mitandao wakiwa uchi, wakiwa umri wa miaka 18 bado, ukawapa simu ambazo hazihitaji matumizi yao kufika ukawapa kutumia. Na hili linatugusa mpaka wazee, kwa sababu sisi wazee ndio tunawadhalilisha watoto kwa kupitia ile sheria ya mtandao Cyber Crime Act. Kwa hiyo mithili sheria hivi inavyotulinda, lakini sheria ni nzuri na zipo, na sisemi ni sheria kama zimepitwa na wakati au hazitoshelezi. Sheria tulizokuwa nazo ni nzuri na hazipitwa na wakati, lakini sisi wenyewe sasa ile implementation sasa ile sheria yenyewe, je, tunaifanyia kazi na matakwa ya sheria yanavyotaka, au tutasema tu sheria haitoshi? Je, sisi tumechukua duty gani, ile duty to equip himself kwa kuizingatia ile sheria inavyotaka ile matakwa yake? Hapo sasa hiyo ni duty yetu sisi, lakini sheria iko vizuri. Lakini ukija kwenye sheria ya mtoto wenyewe, sheria kule ya mtoto inakupa mpaka kwenye majina, uchague majina mazuri kuwapa watoto. Mpaka ile parents wazee wale, both parents have a duty how to protect your children or your family. Imekuwekea mazingira sheria ya mtoto mazuri kabisa. Inakupa miongozo yote. Mtoto umlee vipi, umpeleke wapi, akiwa na umri gani, umpe jina gani. Kwa hiyo sisi wenyewe tujitathmini, lakini sheria zote ni nzuri. Naona hilo moja la sidhani kwa hapo limejibika. Lakini hata ukisoma hizo sera zote zinaendana hivyo hivyo ukizisoma. Na tusio wavivu wa kusoma hizi sera, hizi sheria, tusio wavivu. Tutakuwa tusome, kwa sababu tutapozisoma ndio tutapata kuelimisha au makundi rika yako mitaani yalokuwepo. Hata sisi wenyewe ili uweze kutoa elimu, lazima wewe mwenyewe ujiandae kwenye hichi kitu unataka kwenda kukitolea elimu. Lakini kama wewe mwenyewe utakuwa ni stakeholder, halafu procedure huko uzijui, sheria gani ambayo inafanya ile kazi kwa makosa yale itakuwa hujui, basi wewe hata kutoa elimu utakuwa unasuasua. Ushauri wangu ni huo. Lakini swala ambalo limetugusa, je, kwa jeshi la polisi eneo gani? Tumeona takwimu leo inasema mkoa Mjini Magharibi, wilaya Magharibi inaongoza. Kwa nini? Hapa swala kazi inafanyika, tunaona wadau, polisi, stakeholder wote wanashirikiana kutoa elimu. Na duty ya kwanza katika kuzuia katika prevention of crime tunasema kutoa elimu. Kutoa elimu maana yake itakusaidia, unatoa elimu kwa hizi unaigawa. Kwa mfano, ili utoe elimu kwa sisi upande wetu wa jeshi la polisi, kwanza tunatoa elimu kwa wale watendaji wetu, wawe na elimu kwanza ya kwenda kuwakilisha kile kitu wanachokifanya. Lakini upande wa pili lazima kwenye shehia, na kule tuna askari wetu tunaita polisi jamii, kuna wakaguzi shehia. Wale duty ya kwanza ni kutoa elimu kwenye shehia zao, ili watazuia vipi udhalilishaji na makosa mengine. Kwa sababu sio kama ni udhalilishaji tu, inabidi uangalie mambo mengi, lakini ukiwemo udhalilishaji. Kwa hiyo ni duty yao kubwa, bila kutafuta information. Kwanza ni kutoa elimu, tutazuia vipi. Je, mtu kafanya kosa atachukuliwa hatua gani? Hatua stahiki zipi nataka kuchukuliwa? Haki zake zipi? Ili tusiharibu kesi, kifanyike kitu gani? Ndio vitu hivyo vinatakiwa kutoa elimu. Lakini pia turudi kwa jamii yenyewe sasa. Ile tunasema surveillance of your family. Kama wewe una familia yako, vipi familia yako unaifuatilia au vipi ipe kazi? Tumeona hapa ilikuwa naangalia hizo takwimu. Baba mzazi anafanya udhalilishaji. Tulizani swali, huu utamprotect vipi ndani ya nyumba? Kwamba baba mzazi anafanya udhalilishaji ndani ya nyumba yake, anafanya udhalilishaji watoto wake. Hizi police officer utachukua hatua gani? Zidi ya elimu, kumpa elimu, kwa sababu huwezi kwenda kumlinda na nyumba yake.
duty ya kujilinda anayo yeye mwenyewe na familia yake. Ndio ile surveillance of the family. Familia yake mwenyewe anaichunga vipi? Tunaambiwa time pale ambazo inafanyika makosa ni saa 12 mpaka saa 3. Ndio mahali yanafanyika haya makosa. Kwa mara nyingi, kama mzazi uko pale, una familia yako, una watoto wako, wanaenda shule, wanaenda madrasa, wanaenda sehemu nyingine za michezo, wanaenda kuangalia ma TV, umechukua hatua gani? Na kama wewe mwenyewe ni one among them katika uzalishaji ndani ya familia yako, halafu unasubiri taasisi fulani ikuchukue hatua baada ya kuwa wewe mwenyewe mzalishaji, na utamlindaje huyu ndani ya nyumba yake kama sikumpa elimu ambayo ndio itamsaidia kuzuia uzalishaji? Nadhani hapo tuangalie kwa upana kabisa. Lakini pia tuna duty ya kutoa elimu madrasa. Tunatoa elimu madrasa ili kuzuia uzalishaji, kwa sababu ukitaka kuzuia uzalishaji maana yake madrasa lazima tuna kitengo maalum cha kutoa elimu sehemu hizo. Tunatoa elimu mashuleni, tunatoa elimu madrasa. Wale watu salama wetu kwanza wako kazi, kuna askari maalum kazi yao kutoa elimu tu katika taasisi hizo, kwamba shuleni, madrasa. Na hizi takwimu zinatusaidia, kama kwa mfano hii takwimu iliyoeleza leo inasema wilaya ya Mjini Magharibi ndio inaongoza. Kwa hiyo maana yake takwimu inakufanyia wewe rehabilitation kwamba unatakiwa uende wapi sasa ukaongeze nguvu ili kuzuia ile uzalishaji. Sio takwimu kwamba tuione tu hapa. Takwimu inapotolewa inatusaidia sisi ile recruitment correctness, kwamba tunatakiwa tujionye sasa, je, wapi tukaongeze nguvu? Ndio maana hizi takwimu. Kwa sasa hivi wilaya ya Mjini Magharibi maana yake inaongoza, maana yake tuongeze nguvu zaidi. Sio tuache huko, tuongeze nguvu. Tujiulize kwa nini inaongezeka huko wilaya ya Mjini Magharibi? Kuna nini kwa makosa yanaongezeka? Wingi wa watu wengi wako bize, wameacha familia zao. Je, watu hawana muda na watoto wao? Je, watu wako sana kwenye maisha? Watu sana wako kwenye starehe? Hapa na kwa sababu uzalishaji, hata wewe mwenyewe kuwanyima watoto wako chakula ni uzalishaji. Lazima hapo tuelewane. Wewe mwenyewe kwa huna muda na familia yako, kwamba kuifuatilia tu wewe, maana yake wewe ni source. Wewe ni cause of action ya uzalishaji wewe mzee. Ndio hapa tunaporudi tunaona kwamba makosa mengi wanafanya kwenye majumba, kwenye familia, na hili ndio linalouma. Inakuwaje uzalishaji unafanyika kwenye familia yako? Wewe mzee uko wapi? Kwa hiyo wewe ndio perpetrator mkubwa maana yake. Unaitwa usumbufu wa kingono, na alafu kutoa mimba, kupokea mimba. Kwanza kupokea mimba iko above 18, kwa sababu under 18 maana yake utakuwa umebaka, statutory rape. Ukimpa mtu ujauzito under 18 maana yake umebaka. Tutakustaki kwa statutory rape ni moja kwa moja, kwa sababu hana ridhaa. Lakini above 18 sasa umempa mimba au umepokea mimba, haya ni makosa yanasimama kwa watu wawili, yule aliyopokea mimba na aliyotoa mimba. Na hapa ndo hapa panakuwa na kikwazo kikubwa hapa. Unamkuta mtoto wako kapata mimba, mzee, mtoto wako katiwa mimba, inabidi hao watu wawili washtakiwe kwa kutoa mimba na huyu kapokea mimba, kwa sababu kila mmoja alikuwa na duty ya kujizuia, mimi sitoe mimba na mimi sipokee mimba. Sasa unapotoa mimba maana yake utashtakiwa kwa kutoa mimba, na wewe uliopokea mimba unashtakiwa kwa kupokea mimba. Sasa hapa inakuwa kuna condition. Mzee mara nyingi anatakiwa ashtakiwe mwanamume tu kwa sababu katoa mimba. Huyu wako aliopokea mimba inakuwa shida sasa, kwa sababu ile ushahidi apatikane mtoaji na mpokeaji tuweze kusimama nayo hapa. Kwa hiyo inakuwa ndio hivyo. Lakini usumbufu wa kingono, disturbances, maana yake kila siku unamkera mtu, umemganda tu, unamfuatilia au unamnyanyasa, mambo ya zingira yake ya kiutupu ya nini, unasema ndio usumbufu wa kingono. Moja kwa moja uko wazi kabisa. Na hisi hapo kidogo imechangia, lakini mimi nirudi tena kama jeshi la polisi nisemee kwenye uzalishaji. Uzalishaji upo. Na uzalishaji tunausemea sana na tunachukua hatua nyingi sana. Unatuumisha vichwa sana, kwa sababu kwanza ni aibu kuwa na takwimu kwa taifa, sio kwa jeshi la polisi tu, kwa taifa meali. Kuwa na takwimu kubwa ni aibu ya uzalishaji. Na kwa taasisi zote hapa, kwa stakeholder wote tuliokuwepo hapa, ni aibu kuwa na takwimu kubwa ya uzalishaji. Tunafanyaje as a stakeholder? How to prevent? Tupo hapa kama stakeholder, tunafanyaje? Cha kwanza, duty ya kwanza maana yake tutasema tunatoa elimu. Lakini je, elimu tunayotoa tushafanya tathmini kwamba hii inafikia walengwa? Je, kama mlengo umempa elimu, alafu huyo mlengo ulempa elimu hataki kutoa ushirikiano kwenye upelelezi au kwenye ushahidi, hiyo elimu imemfikia kweli? Maana yake tunarudi pale kwamba hii elimu bado huyu haijamfikia. Na tunajua kwamba kesi yoyote huwezi kuisimamisha mbele ya sheria au mbele ya mahakama kama upelelezi hauko vizuri. Kwa sababu hapa kila mtu ana haki zake.
Na tunaposema kila mtu ana haki zake, mshtakiwa ana haki zake, victim ana haki zake. Kwa hapa lazima tujiulize maswali. Lakini je, kila mmoja hapa anafanya duty yake ipasavyo? Kwamba mimi mimi ni polisi, je, nafanya duty yangu ipasavyo na nachukua hatua inavyotakiwa? Na kama sijachukua hatua inavyotakiwa nachukua hatua zipi? Na wale unompa elimu akisha kuijua wajibu wake ni kitu fulani, kwamba bwana wewe familia members, wajibu wako kuwalea watoto wako, kuwatunza, kuwafuatilia each and everything wanachokifanya, ujue akishindwa tunachukua hatua gani. Lazima tunajiuliza, maana yake tukiwa na feedback hapo basi tutapata ufumbuzi. Kwa sababu mafunzo tunafanya mengi kwa kushirikiana na taasisi tofauti. Tunafanya mafunzo, tunajadili, tunakaa vikao vingi tu sana, tunajadili sana. Lakini kila siku tunarudi na question ambayo haina majibu. Hatusemi kama itakuwa hakuna kesi itakuwa hatuna kazi, no. Lakini tusiwe na hii numbers. Na hii namba haiwezi kufanya taasisi tu za binafsi au za serikali, si rahisi. Hii sasa ni maana yake inatakiwa izunguke na simultaneous jamii, taasisi za serikali, taasisi za kiraia, sote tushikamane. Je, taasisi au familia zetu ziko tayari kuzuia uzalishaji? Kwa sababu mimi nakuwa napata maswali mengi sana. Tufanye doria hii muda ambao unafanyika makosa saa 12 mpaka saa 3, sote tunaishi mitaani. Watoto kuanzia miaka 7 mpaka miaka 5 mpaka miaka 18 wako free sana muda huo. Na ndio maana wanatumia hii loophole, na mtoto anakusoma wewe mzee ndio anaenda kuitumia hii loophole hapa. Na akitumia hii loophole maana yake sasa huwezi kulia mtoto kishabaka au kishaharibiwa, unatakiwa wewe upambane kwanza kisifikie hichi kitendo. Unatakiwa uzuie, ufanye duty ya kuzuia, lakini ishatokezea sasa ndio unaweza kuja kulia. Haisaidii. Kwa sababu tulishindwa kumzuia yule. Naomba kuwasilisha. Kwa samani kuna lile swali la kuhusu kutoroshwa. Anataka nikaona namba ni kubwa. Mwandishi wa habari anataka kujua neema nyingi ya kutorosha mpaka tukafikia tukasema katorosha na kwenda kupita kwa idadi kubwa. Yaani hawa ambao wako above 18 walikuwa chini ya himaya zao wametoroshwa. Kutoroshwa kwanza hiyo offense hata kushinda na kuwa ngumu, wenzangu DPP atakuja kunisaidia baadaye. Kwa sababu ukisema kutoroshwa ni mtu ambaye above 18 ndio anatoroshwa. Ni mtu ambaye yuko chini ya himaya wazee wake, kapoa maneno mazuri, katoroshwa. Lakini je, utathibitishaje kama mtu katoroshwa? Kwa mfano nitoe mfano, mtu katoka Kijichi kaenda Kiembe Samaki. Na ana akili zake timamu, kaenda Kiembe Samaki, kafanya mambo yake, karudi kwa Kijichi, kaoga vizuri tu. Unakuja kuthibitisha vipi huyu katoroshwa? Lakini tunataka kutoroshwa. Na ndio makosa mengi sasa yanajitokeza. Wakati alikwenda mwenyewe kwa ridhaa yake, inawezekana mpaka yeye kashawishi. Lazima tuangalie pande zote, kwa sababu inawezekana yeye mwenyewe kamshawishi mkubwa. Watu unajua maana ya kushawishi? Hivyo ukipendeza vizuri ukuja kuni-invite mimi, maana yake hujanishawishi. Unaweza ukanipigia simu, bwana uko wapi na shida na yeye kuone nikufuate, si unanishawishi. Lakini maana ya offense inakuja kusimama katoroshwa huyo. Lakini je, mazingira gani huko katoroshwa? Swali linakuja. Ulitoroshwaje mpaka ukafika huko? Wakati uko na akili timamu, una age nzuri tu ambao wewe sio sound mode. Maana una akili timamu, unajua unachokifanya na unaelewa. Unatoroshwaje? Na ndio maana kesi itaongezeka sana, kwa sababu wao wamefanya hivyo wana akili zao timamu na ni umri sahihi. Lakini tuna duty ya kuwalinda. Kama mzazi una duty ya kumlinda. Kwa maana yake ili utoroshwe, maana yake family members tumefail kumprotect. Maana yake kama mtoto wangu mimi above 18 anatoka nyumbani, alafu anaenda kufanya mambo yake, anarudi nyumbani, kaoga, anacheka. Nani sosi? Swali la kuja. Ajalie una mtoto wako above 18, katoka nyumbani kwako, kaoga vizuri, kajitayarisha, manukato, na inawezekana wewe mzee umechangia kumpa pesa perfume. Akaenda sehemu husika, akafanya mambo yake huko, akafanya anachotaka. Na tena akarudi nyumbani kaoga vizuri. Na wewe mzee unamwangalia, hata hujamwaya, muuliza chochote. Nani kachangia kutoroshwa? Sasa kujiuliza maswali, tunaonyeshana vidole tu.
Kwa sababu unajua bwana, huwezi kufanya correctness kama hujajionya wewe mwenyewe ukasema mimi nililofanya ni kosa, kweli hapa nimefanya kosa, ndio utaifanya correctness. Lakini kama hujakubali hapa nimefanya kosa, never happen. Huwezi kukubali correctness. Kama umefanya wrong, lazima ukubali mimi bwana nimefanya wrong. Ndio itakuwezesha wewe kujirekebisha. Lakini kama unafanya wrong unasema sahihi, hiyo never happen. Tulizana maswali. Kwa hiyo hizo kesi zitakuwa nyingi na ushahidi wake ni mgumu. Kwa sababu huyu mimi nitasema kutoroshwa, lakini sheria itasema katoroshwa. How to prove?